sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40, lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba, tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Tunaposema haki za binadamu, wakati mwingine maneno haya yanaweza kusikika kama jambo kubwa sana kisheria, lakini maana yake halisi ni hii. Ni mama anayetaka mtoto wake awe salama, ni baba anayetaka kufanya kazi na kuilisha familia yake kwa heshima, ni kijana anayetaka kusikilizwa, ni mwananchi anayetaka kutoa maoni yake bila hofu, ni mtu anayetuhumiwa ambaye bado anastahili kutendewa kwa mujibu wa sheria, ni polisi anayekwenda kazini na kutamani kurudi salama kwa familia yake, ni mwandishi wa habari anayetaka kufanya kazi yake, na ni mwananchi ambaye hata kama hana cheo, hana fedha na hana mtu wa kumsemea, bado ana utu. Na kwa sababu ana utu, ana thamani. Hapo ndipo haki za binadamu zinapoanzia. Kwa niaba ya serikali, niwapongeze sana ndugu zangu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC kwa kazi kubwa ambayo mmefanya katika nchi yetu tangu kuundwa kwenu. Mmetoa mchango mkubwa katika huduma za kisheria katika nchi yetu. Mmetoa mchango mkubwa kwa elimu kwa wananchi, lakini vile vile mmetoa mchango mkubwa katika kushirikisha wadau katika eneo la haki na maisha ya Watanzania. Nitumie nafasi hii vile vile kuwashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanya katika kushirikiana na Samia Legal Aid. Takwimu zinaonyesha kwamba katika kipindi kifupi, nyinyi kwa kushirikiana na Wizara ya Sheria na Katiba na wadau wengine, mmeweza kuwafikia Watanzania 4,100,057 na wote wamepata huduma za kisheria. Nawapongeza na kuwashukuru sana.